Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wa majeshi. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya leo ambayo tena Mungu ametupa kibali cha kuweza kukutanika mahali hapa na wewe msikilizaji wangu ambaye upo tayari kusikia yale ambayo Mungu anataka kuzungumza na wewe. Na kabla sijaweza kuendelea, ninaomba funika macho yako nipate kuomba na kualika uwepo wa Mungu. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya wema wako. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya matendo yako. Ninasema asante Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mungu kwa sababu unatuwazia mema kila itwapo leo. Neema yako imekuwa kubwa sana maishani mwetu. Neema yako tena imetupa kibali cha kuyasikia maneno yako. Neema yako Bwana iko hapa kwa ajili ya kutufanya kwa upya namna ya ndani. Yote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimeomba Mungu wangu, nimeamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Asante. Ni vizuri tuweze kusikia maneno ya Mungu siku hii ya leo. Na nini ambacho ninataka kuzungumza na nini ambacho Roho Mtakatifu anataka kuzungumza na wewe. Roho wa Bwana anataka kuzungumza na wewe kwa habari ya jambo moja na kukuinua kiimani tena. Na siku zote nimekuwa nikifundisha masomo ya kiimani na kuinua imani ya mtu iliyolala na kuchoka. Biblia yangu inaniambia imani ni kuwa na hakika. Ninawatafuta watu wenye uhakika siku ya leo. Narudia tena, ninawatafuta watu ambao wana uhakika siku ya leo. Ninataka kufundisha somo linalosema yaliyokufa si ya kwangu. Unaweza ukasema yaliyokufa si yako. Unaweza ukasema yaliyokufa si ya kwangu. Hapo uliposema maneno haya, sema yaliyokufa si yangu. Sema tena yaliyokufa si yangu. Kwa nini nazungumza kwa habari yaliyokufa sio ya kwangu? Watu wengi wanaishi maisha ya huzuni, wamekata tamaa, wakidhani ya kwamba hali walionayo ndio mwisho wao. Lakini leo Roho Mtakatifu anatuambia wazi, yaliyokufa si ya kwangu, yaliyokufa sio yako. Kuna mambo Mungu aliyakusudia kwenye maisha yako, lakini kuna namna fulani hivi ambavyo adui shetani aliyaingilia na hata kuua. Adui shetani aliyaingilia hata kuharibu. Adui shetani aliyaingilia hata kuyanyamazisha. Lakini kuna jambo moja ambalo ninataka kukwambia. Kama ninapozungumza hapa kwa habari yaliyokufa sio ya kwako, hakika naomba uamini kwenye moyo wako ya kwamba yaliyokufa sio ya kwangu. Biblia inasema nini kwenye kitabu cha Yoeli 2:25? Nami nitawarudishia miaka iliyoliwa na nzige. Anazungumza namna hiyo. Sio tu iliyoliwa na nzige, anasema na tunutu na parare na madumadu. Na hiyo miaka ambayo Mungu anajua kabisa ya kwamba imeharibiwa, Bwana ana uwezo wa kuirejesha. Nini ambacho ninataka kuzungumza kwako mtu wa Mungu uweze kuelewa? Maana yaliyokufa, inawezekana yako mambo mbalimbali yaliyokufa. Inawezekana kuna mtu ananisikiliza hapa, ndoto zilishakufa siku nyingi. Hana tena ndoto kwa habari ya maisha yake. Hana tena ndoto kwa habari ya kazi yake. Hana tena ndoto kwa habari ya biashara yake. Amekata tamaa, ndoto zimekufa. Wengine imani imekufa, hana tena imani. Alikuwa ni mtu anayeamini vizuri sana kwa habari ya Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye anaamini vema sana kwa habari ya mambo ya imani. Alikuwa akiamini sana, lakini leo hii ile imani imekufa, haamini tena. Lakini leo sema yaliyokufa sio yangu. Mwingine maombi yamekufa ndani yake. Alikuwa ni muombaji mzuri sana. Alipokuwa akiomba alikuwa anaona matokeo juu ya yale aliyokuwa anayaomba. Lakini baada tu ya muda fulani, kuna mapito fulani aliyapitia. Katika yale aliyoyapitia, akaua ile nguvu ya maombi, akaua ile nguvu ya kuomba. Hawezi tena kuomba kama alivyokuwa anaomba mwanzo. Hawezi kuomba tena kama vile ambavyo alikuwepo akiomba kipindi cha nyuma. Ni umekufa kwenye eneo la maombi na umekubali tu ya kwamba ufe.
Kataa leo, sema ya kwamba yaliyokufa si yangu. Kama nilikufa kwenye eneo la maombi, nikaua ndoto, nikaua imani, ninainuka kivingine tena, maana nimetambua ya kwamba yeye Bwana atanirudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Bwana atarejesha yale uliyoyapoteza. Bwana anarejesha imani iliyokufa. Bwana anarejesha maombi yaliyokufa. Bwana anarejesha ndoto ya mtu iliyokufa. Kama unanielewa, sema amina mahali ulipo. Heri ya mantarabados kapa teli kapakori ya mantas kapawa. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, wakati mwingine ulikuwa na huduma ndani yako, na katika ile huduma ulikuwa mtumishi mzuri unayemtumikia Mungu, lakini huduma imekufa leo hii. Usikii kufanya kazi ya Mungu, usikii kuiendesha huduma. Tafsiri halisi, kuna jambo limekufa ndani yako. Umeua huduma ndani yako. Mimi sijui umeiua kwa namna gani. Inawezekana kama ni mtumishi, wewe uliua huduma yako kwa dhambi ya uzinzi, ukaua huduma yako kwa uasherati, na ukasema ya kwamba siwezi kuendelea tena na huduma. Mimi ninaomba kupitia neno hili la imani, urudi upya kwa Mungu. Tengeneza maisha yako na Mungu, alafu sema yaliyokufa sio yangu. Inuka kwa upya tena, anza kumtumikia Mungu wako, yeye aliyeweka hiyo mbegu ya utumishi ndani yako, yeye aliyekuita, yeye aliyekutambua kama alivyomtambua Yeremia. Anasema, Yeremia, nalikujua toka ukiwa tumboni kwa mama yako, na kabla ya kuzaliwa nalikutakasa. Nimekuweka wewe kuwa nabii wa mataifa. Usikubali kuua kitu ambacho Mungu amepanda ndani yako. Usikubali kuishi kwenye maisha ya aliyokufa. Usikubali tena, nasema kataa. Usikubali tena, nasema chukia. Ichukie hiyo hali na uikatae sasa. Kwa nini nazungumza maneno haya? Ninapozungumza hapa, kuna wengine ndoa zimekufa, kuna wengine biashara zimekufa, wengine masomo yamedorora, wengine furaha wamepoteza. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 na mstari wa 10, shetani huja kuiba, kuua na kuharibu, lakini Yesu alikuja ili tupate uzima, na uzima tuwe nao tele. Kama tunajua ya kwamba kazi ya shetani ni kuja kuiba na kuharibu, kuja kuiba na kuchinja, kuja kuiba na kunyang'anya, lakini yuko mwana Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Yeye alikuja ili sisi tuwe na uzima, nasi tuwe nao tele. Nami ninatamka uzima kwa mambo yaliyokufa juu ya mtu mmoja. Ninakutamkia lolote ambalo limekufa, lolote ambalo limeharibika, wewe usikate tamaa. Wewe inuka, usikate tamaa, inuka, anza safari tena. Wewe mtumishi uliyekata tamaa, uliyesema umeamua huduma ife, umefunga kanisa, usikate tamaa eti kwa sababu washirika wameumiza moyo wako. Inuka wewe, ninakusihi mtu wa Mungu, inuka, anza safari hii. Yaliyokufa sio yako. Baba ana watu wengi sana. Narudia tena, Mungu ana watu wengi sana. Hata kama kanisa limepuputika, watu wameondoka wote, lakini sema maneno haya asubuhi hii, maneno ambayo ya uzima, ambayo yanazungumza kwa habari ya yaliyokufa, sio ya kwako. Yakatae yaliyokufa. Usikubali kuishi kwenye yaliyokufa, ishi kwenye yaliyo hai. Maana Yesu Kristo alituletea uzima, nasi tuwe nao tele. Ishi kwenye uhai, maana Yesu Kristo alikufa lakini akafufuka. Tunaishi kwenye ufufuo, hatuishi kwenye mauti yake, tunaishi kwenye kufufuka kwake. Narudia tena, hatuishi katika wafu, tunaishi kwenye ufufuo wa Kristo Yesu. Hatuishi kama watu tuliokufa, tunaishi kwenye ufufuo wa Yesu Kristo. Kama unanielewa mahali ulipo, sema amina. Shakarabados yata manteli karabados. Nini ambacho ninataka kusema? Kwa nini aliyokufa sio ya kwako? Kwa sababu Mungu hakukuumba wewe ushindwe milele. Narudia tena, Mungu hakukuumba wewe ushindwe milele. Mungu kusudi lake usiishi kwenye maisha ya maumivu. Mungu kusudi lake usiishi kwenye maisha ya machozi daima.
Mungu hakupanga uishi chini ya laana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia 29 mstari ule wa 11, maana nayajua mawazo ni wawaziayo, mawazo ya amani wala si mabaya. Narudia tena, anasema Mungu yeye anajua mawazo anayotuwazia sisi, si mawazo mabaya. Anasema ni mawazo ya amani. Anasema ili niweze kuwapa tumaini lililo jema. Ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, ninajua ya kwamba katika maisha yote ambayo unayaishi yako mambo mengi sana uliyaua. Uliua maono, ukaua biashara, ukaua ndoa, ukaua mahusiano, lakini unatamani kuendelea kuishi kwenye maisha hayo ya kuua. Hapana! Kwa neno hili imani yako inuke tena. Tambua ya kwamba yaliyokufa sio ya kwako. Yeye Bwana hajakusudia wewe uishi katika hali ya kufa. Kama Yesu Kristo alipatwa na ndugu wa Lazaro, akaambiwa ndugu yetu anaumwa, rafiki yako anaumwa, Yesu akanyamaza, Lazaro akafa. Yesu anakuja siku ambayo Lazaro tayari yupo kaburini kwa siku 4, hawezi tena, hamna namna yoyote ile. Hata ndugu zao walipoteza imani, wakawa wanamwambia Yesu, Bwana Yesu, huyu mtu tayari amekwisha kufa na tayari yupo kaburini kwa siku 4 na ananuka. Lakini Yesu anawaambia maneno haya ya imani ya kwamba mnipeleke mahali ambapo amezikwa Lazaro. Yesu anapelekwa mahali alipo Lazaro. Yesu anawaambia litoeni jiwe. Ndugu zake wanaliondosha lile jiwe, lakini wamefunga pua zao. Wanasema, Bwana, huyu mtu ananuka tayari, ameharibika. Lakini Yesu yeye anachoamini ya kwamba Lazaro hakufa, bali Lazaro amelala. Nami ninazungumza na mtu mwenye imani. Huduma haijafa, bali kuna mahali ulilala tu. Narudia tena, kuna mahali ulisinzia tu. Narudia tena, biashara haijafa, ila kuna namna fulani tu ambapo ulipitia changamoto na misukosuko fulani hivi. Hili ni neno la imani. Kama Yesu aliweza kumwita Lazaro, njoo toka nje, Lazaro akatoka kaburini. Nami ndivyo ninavyokwenda kumwamsha mtu ambaye huduma yake ilikufa, imani yake ilikufa, naye yupo kaburini. Ninakuita, njoo kwa imani, toka uko nje, nenda ukayatende yale ambayo yanakupasa kuyatenda. Yako mambo ambayo unapaswa kuyatenda, na Baba anazungumza kupitia neno hili. Yapo ya kupasayo unapaswa kuyatenda. Kataa kuishi kwenye yaliyokufa, ishi kwenye yaliyo hai. Maana Bwana wetu yu hai, alitoka kaburini. Maana Bwana wetu yu hai, amefufuka. Maana Bwana wetu anaishi na anaishi. Maana Bwana wetu alituletea uzima wa milele. Mambo yako yote yakawe na uzima wa milele. Biashara yako ikawe na uzima wa milele. Wewe mwenyewe maono yako yakawe na uzima wa milele. Kila jambo lako likawe na uzima. Hakuna litakalo kufa. Hakuna maono ya mtu ambaye anamwamini Baba yakafa. Wote waliokuwa na maono, ambao waliyabeba maono ya Mungu, hawakufa. Na mbeba maono siku zote huwa hafi. Narudia tena, aliyebeba maono huwa hafi. Alikuwepo mtu mmoja aliyekuwa na maono, anaitwa Yusufu. Ndugu zake walimchukia kwa habari ya maono na ndoto alizokuwa nazo. Walitamani ndugu zake vitu ambavyo anavyo Yusufu viweze kufa ndani yake. Na hata wakati mwingine Yusufu alipokuwa anawakusanyisha ndugu zake na baba yake na mama yake, anawahadisia kwa habari ya ndoto za miganda, anawahadisia kwa habari ya ndoto za nyota. Tunaona ndugu zake walimchukia sana, na hata wakasema ya kwamba ina maana sisi na ndugu zako tutakuja kukuinamia wewe. Wakamchukia mno, wakapanga mipango ya kuweza kuua ile ambayo ndoto ameibeba Yusufu. Walitafuta kila namna, hata wakambadilishia jina, wakaanza kumwita bwana ndoto, lengo tu kumdhihaki. Lakini Yusufu
hakuua ndoto zake, hakukata tamaa. Ikafika kipindi hata wakapanga mipango ya kumuua. Tunaona ya kwamba katika mipango aliyoipanga hawakuweza kumuua. Yakaja mawazo mengine ya kusema wamuuze, nao wakamuuza, wasijua ya kwamba wanapomuuza mwezao na kwenda kuinuka kwenye utukufu mkubwa. Na ndivyo